Amen. Hallelujah. Huyo ni Pastor Mzuri. Ameshikanisha watu ambao walikuwa karibu watoke kanisa. Wakajua shida sio ile kitu amefanyiwa. Shida ni mioyo ya. So tunasema bitterness huwa inasababishwa na mambo kadhaa. Number one, inaweza kuwa ni kitu ulifanyiwa. It's real. You are mistreated, you are wounded, people took advantage of you. You suffered rejection, you are molested. Those things can cause bitterness in your life. But the problem is, if you don't let go and let God, you continue to be wounded. Yeah? It is said hurting people, they hurt others very easily. So itakuwa kila mahali sasa tena, kuna ile bitterness sasa itaongezewa na perception. Hata mimi naweza kuja hapa nikupite kwa njia hapo nikose kukusalimia. Unaanza kusema pastor alinipita tu hapo kama basi. Na vile mimi huwa najitolea kwa hii kanisa. Na pengine na mimi niko na mambo ya dharura, niko na mikutano, niko na safari. So hata naona taking 30 seconds it will be too much. So I'm just focusing to what I am doing. But mtu ambaye ako na mambo yake utamuumiza zaidi. Then there is another thing that causes bitterness. The Bible says hope deferred make the heart sick. Ukiangalia the story of Cain and Abel in Genesis 4 kwa haraka, Genesis chapter 4 from verse 1, inatuonyesha vile huyu mmoja ambaye ni Kaini alikuwa na uchungu. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then verse 2, the Bible continues to tell us, then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. The Bible continues to say, verse 3, and in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. What happened after that? But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Ameanza kuwa na uchungu. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at your door, and its desire is for you, but you should rule over it. Then verse 8 says, amepatiwa onyo, but the worst still happened. Now Cain talked with his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and killed him. So ukiulizwa kwa nini ameua ndugu yake, the Bible says, mahali tumesoma in Hebrews 12:15, inasema ya kwamba in the church we must be very careful. Hebrews 12:15, we go back there, looking carefully lest anyone, can you give us in NIV? Yeah, inasema, see to it that no one does what? Misses the grace of God, and that no bitter root grows to cause trouble and defile many. When you miss God's grace, a bitter root may grow. So what Cain did is because he missed the grace. He missed that opportunity to do what that is acceptable. Praise the name of the living God. Hallelujah. You know, we always say grace, interpret grace in many ways. But one of the ways that you can be able to interpret grace is a desire to do God's will, and also the ability. You have the desire and you have the ability. Praise the name of the living God. So Cain wakati hakuweza, hata Mungu alikuwa anamuonya. Anamwambia hata wewe, si ufanye kile kinachokubalika. Na ukifanya kile kinachokubalika, hata wewe utakubalika. Lakini Cain aliingiwa na uchungu na akamuua ndugu yake kwa sababu ya uchungu ya kwamba yeye amekubalika.
One of the signs of bitter people in the church, when they miss the grace of God. Mtu ambaye alikuwa anatoa sana pesa, ama alikuwa ana support kazi ya Mungu, ama alikuwa mfanyikazi, ama alikuwa muombezi, akifika mahali a miss the grace of God, maybe dhabihu yake kwa njia moja ama ile nyingine ikose kukubalika na kuleta matokeo, anaweza kuwa na uchungu, anaweza anza kuombea watu wengine vibaya, anaweza anza kuombea hata kanisa vibaya, anaweza anza hata kudiscourage. Mtu ambaye ni bitter atakuwa, unaweza bado mnatoanga hizo masadaka, hizo masacrifice, bado mnaambiwa mnazitoa. Huyo ni mtu ukimchunguza sana kuna uchungu. Yaani bado mnalilianga tu hiyo kanisa watu watajirike. Sasa kwa nini we haukutajirika? Nani ametajirisha wengine? You miss the grace. Because bado katika nyumba hii kuna watu wako na ushuhuda ya vile Mungu amewatendea. Lakini wewe kwa sababu kuna kitu ambacho haukuweza kukubaliana na Mungu. And I have preached a message on dealing with God. Ya kwamba when we are serving, when we are giving, we are not dealing with a man, we are dealing with God. And when you deal with God and your sacrifice is accepted, you receive the blessing. So kuna watu ambao ukituambia kutoa ni mbaya hatujui, because sisi tulipokea baraka. Ukituambia maombi ya kufunga ni mbaya hatujui, kwanza tunataka kuongezea, kwa sababu tumeona Mungu akifanya kazi wakati tunaomba na kufunga. Ukituambia tusiombee kazi ya Bwana, sisi hatukuelewi, kwa sababu wengine tunajua hiyo ndiyo kazi na nafasi Mungu alinipatia, na vile nimeendelea kuwa mwaminifu, nimeona Mungu akiwa mwaminifu kwangu. But when you meet a bitter person, the Bible says that root of bitterness defiles many. Huyo mtu huwa anaanza kudefile watu. Kama ni giving, anaanza kudefile watu. Bado mnatoa. Kama ni maombi, kama ni missions. Mlikuwa Nairobi East, kupeleka apostle. Praise the name of the living God. Sasa hata sio kazi ya Mungu, imekuwa ni kazi ya Mungu. Mtu anakuambia nienda ugire modo hangio ne make. Mashio ne mapo. Yani nilisema kila mtu ashughulike na ya hiyo ya mamisho ni ya nani, na mimi nashughulikanga na ya bitterness. Na huyo mtu ni mtu ambaye if you miss the grace of God, na kile ulikuwa unatarajia kitafanyika katika maisha yako kikose kufanyika, unaanza kuwa na uchungu, unaanza kudefile watu wengine. You discourage them in prayer, you discourage them in giving, you discourage them in missions, you discourage them even to come to the church. Unakuta mtu alikaa nyumbani anasema I left the church but I did not leave God. Naweza kaa nyumbani na bado niwe na Mungu. Huyo mtu ukitafuta, that heart is not sincere. It's not out of a clean heart. Ukifuata, na hiyo sio kitu iko on the surface. Misizi haikuangi on the surface. Ukikaa na yeye muongee, unaweza chiba musizi. Donia kanithosho ni kuhudhirwa ndirahuthirwo uru. Niliona hiyo kanisa linatumiwa vibaya. Nani anakutumia vibaya? Kwani ulikuwa unatumikia nani? Praise the name of the living God. Niliona hiyo maombi ni upuzi. Kushidaga hapo ni kukoda tu, mnakonda kwa fasting. Niliona afadhali mtu afanye kazi yake na bidii. Huyo ni mtu amekwazwa, ameona hata Mungu ajibu so anaweza kudiscourage wengine kuo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nilisema mimi pesa yangu haitatajirisha mtu, kwa sababu aliona kutoa kwake ni mtu anatajiri, sio Mungu anatolea. So this is somebody who has missed the grace, and now a bitter root imekuwa katika maisha yake. Na the problem ya kwamba the Bible says this person has a capacity even to defile many, not few people. Mwingine atakaa tu kanisani hatatoka, lakini kazi yake ni kuongea kinyume. Ataongea kinyume cha project, kwani hapa ni ma project tu.
huwa tunafanya. Apostle kwani hawezi angalia shida za watu? Sasa nikiangalia shida za watu, nitaangalia shida za watu wangapi? Bwana apewe sifa. Yes, we do our best to do that. But you see, this is not a self-help group. Mahali tunakusanya pesa tusaidiane moja na mwingine. This is a kingdom of God where we have come together to advance the kingdom agenda. Na wewe you align yourself with God na ukubali Mungu na wewe abariki maisha yako, ainue maisha yako, either kwa bidii yako, abariki kazi ya mikono yako, abariki watoto wako kama vile anafanyia wengine na wewe akufanyie. Lakini ikikosa kufanyika hivyo, unaweza kuta ya kwamba a bitter root, praise the name of the living God, imekuwa katika moyo wako. So inaweza sababishwa na hali umepitia. Bitterness inaweza sababishwa na perception kama vile tumeona hapa. Sio tu hata kama mtu amekufanyia jambo, sio tu huyo mtu ako na shida, ni wewe pia, because unaweza kataa kujeruhiwa, unaweza kataa mambo yale yako nje hayataingia ndani ya moyo wako. Yani Biblia inasema linda moyo wako, yani unakataa hiyo hali iko nje, haitaingia ndani yangu, haitanichafua. Praise the name of the living God. Kuna watu walipita katika hali, lakini zile hali walikataa ziingie ndani yao na kuwachafua. Lakini kuna watu wengine wanakaa kama watoto wa ndege, wanafungua mioyo yao, mambo yale yanafanyika nje, inaingia ndani yao, inawakwaza. Na Yesu mwenyewe alisema ya kwamba offenses must come. Mambo yale hukwaza watu, hayana budi, lazima yatakuja. Lazima vikwazo utapatana nazo. Utapatana nazo kanisani, utapatana nazo mahali pako pa kazi, utapatana nazo nyumbani. The only challenge ni ya kwamba watu wengi kukosa uvumilivu kwa nyumba ya Mungu. Wanaweza vumilia kwa doa hata kama wanapigwa, wanaweza vumilia kazini hata kama wanadharauliwa, lakini kanisani kukifanyika jambo dogo wanaanza kuongea vibaya. Ni kama kule kwingine tu ni watu wako, kanisani ni malaika wako. These are still your brothers and sisters. Wale mnatokanga nyumbani pamoja, wale mnafanya kazi na wao, they are the same people. Ile kitu wamefanya, wameamua waje katika nyumba ya Bwana wabadilishwe, wawe tofauti. And we are all work in progress, but at different stages. Hata Paulo alisema, not that I have been made perfect. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hata mimi kama pastor naweza kukukwaza, lakini lazima ukatae kukwazika, na lazima uwe ni mtu ambaye ako tayari. One of the emphasis ukiangalia katika Biblia, ndio niweze kumaliza, one of the emphasis ambayo inafanywa katika Biblia is not just us being forgiven. And you know, many people, they take it as a very big thing concerning their forgiveness, and they are ready to receive God's mercy to be forgiven, but they don't take it as a big thing to forgive others. So they receive God's mercy for their sin, but they want to judge others. Praise the name of the living God. And Jesus gave a story on the same in the book of Matthew chapter 5, from chapter 18 verse 21. 18 verse 21, for assuredly I say to you, not Matthew 18:21, not 5:18. Then Peter came to him, to who? To Jesus, and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times. You see, if Peter is asking this question, it must be something that had disturbed the whole disciples. Na ikabidi wamuulize Yesu. Na kwa sababu Peter ndiye alikuwa na hiyo kiherehere ya kuongea, kiherehere ama ni leadership. Ni leadership. Akaenda akamuuliza Yesu, mtu anasema my brother, nafaa nimsamehe mara ngapi? Verse 22 inasema, akauliza mara 7. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but to 70 times 7. 70 times 7 ni mara ngapi? 400
Na hiyo ni kwa siku mo. Hebu niulize, kuna mtu amekukosea mara 490? Not even a day. Even in a lifetime, mtu mmoja akukosea mara ya kwanza 100, 200, 300. Kwani hata wewe unakaa hapo ndio ukwazwe? Verse 23 inasema, therefore, Yesu sasa ikabidi awafundishe. Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Na akasema ya kwamba, and when he had begun to settle accounts, one was brought him who owed him 10,000 talents. Then the Bible says, but as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. Then a servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I'll pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Naye anafanya nini? But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Yani umesamehewa shilingi kama tuseme kwa mfano 1,000,000, alafu umekuta ndugu yako mwingine ako na 1,000 yako. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me what you owe me. Alimshika wapi? Biblia inajua kudescribe. Yesu naye usicheze naye. Verse 20 anasema, so his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me, and I'll pay you all. Verse 13 anasema, and he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw that what has been done, they were very grieved, and came and told their master all that had been done. Then his master, after he had called him, said to him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you also not have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to torturers, to the torturers, aende akate, until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you. So my heavenly Father also will do to you, if each of you from his heart does not forgive his brother his trespass. Hivyo ndivyo mtu atakavyofanyiwa kama hata msamehe ndugu yake kutoka kwa moyo. Yaani kumaanisha ya kwamba sisi tumesamehewa 10,000 talents ya dhambi. Yaani dhambi nyingi ambazo tumefanya. Lakini wewe mtu akikukosea tu kidogo, unamshika wapi? Unamwambia lazima alipe de? Yaani hiyo ni njia ya kusema ya kwamba, for my sins I will receive mercy from God. But when people offend me, they'll have to pay for it. I'll show them the revenge until I take them to prison. Unawapeleka watu kwa jela kwa sababu ya kile ambacho wamekufanyia. Yesu alikuwa anatufundisha hii kwa sababu hata Petero mwenyewe alikuja kwa sababu pengine kuna ndugu alikuwa amemkosea. Sijui kama ni John ama ni Judas alikuwa anataka kutoa pesa. Whatever was happening among them, walikuwa naona ya kwamba hii hali ya kukwazana inazidi. Na wakaenda kwa Yesu kumuuliza, inapaswa mtu asameane mara ngapi? Yesu akaifanya impossible, kwa sababu zile mara alisema, version zingine zinasema 70 times 70, or 70 times 7. Hiyo ni mara nyingi sana. Na hiyo ikasemekana huyu alishikwa akawekwa kwa jela kama vile aliweka mwenzake. Na Biblia inasema Yesu akawaambia, hivyo ndivyo mtu atakavyofanyiwa kama hata msamehea ndugu yake kutoka kwa moyo. That means bitterness is a prison that tortures you, because he was given to the torturers and he was taken to prison. So everyone who have refused to forgive is being tortured, and that bitterness means that you are in a prison
There is no progress in your life. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hakuna maendeleo, hauwezi songa mbele ukiwa kwa jela. Watu wako kwa jela hawanunui magari, hawajengi nyumba, wako tu pale kwa gereza. Mambo yako inasimama kwa sababu umekubalia uchungu, na ni kwa sababu umekosa kusamehe. Praise the name of the living God. Something else that Jesus taught us about forgiveness is in the book of the same Matthew 5:21. Let me take two portions of scripture from the same Matthew 6:21. Inasema, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. Verse 22, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Verse 23, therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, the Bible says, leave your gift there before the altar, and go away. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. That means unforgiveness hinders our prayers, our sacrifices to be accepted before the Lord. Yani kuna mtu anaweza kusema sitasamehe, lakini mimi nitaendelea kuomba na kufunga na kutoa sadaka zangu. Lakini Biblia inasema ya kwamba kama uko na jambo, kwanza, praise the name of the living God, na yule mtu ako na jambo, unajua unaweza kusema hata yeye hajakuja kuniomba msamaha. Yule mtu ako na jambo ni yule ako na uchungu, ni yule anasikia vibaya. Because kama mimi nimewaachilia, kama mimi ni yule ambaye Asha hakunisalimia, na mimi siku take offense, kwanza nienda kumuombea ya kwamba Mungu amsaidie, ya kwamba Mungu ampe neema. Sasa yeye akiwa na shida, mimi sipaswi kwenda kwake, kwa sababu mimi hata sikuchukua any offense. Praise the name of the living God. So yule ambaye anafaa kutafuta mwingine ni yule ambaye ako na uchungu. And you know, when you are in bitterness, you become a slave of the other person. Unakuwa mtumwa wa huyo mtu. Unakuwa mtumwa wake namna gani? Unakuwa mtumwa wake ni kwa sababu hata uwe thousands of miles, atakuwa na apia kwako. Wakati unafurahi unakumbuka fulani, paka unasikia vibaya. Praise the name of the living God. Nikikumbuka vile fulani alivyonifanyia. Kwa sababu bitterness inakufanya uwe mtumwa wa wale umekosa kusamehea. Then Matthew 6:12 inatufundisha the Lord's Prayer. And one of the part of the Lord's Prayer inasema, and forgive us our debts as we forgive what? Our debtors. So we are forgiven because we also forgive. But many people want to receive forgiveness, but they are not willing to extend the same to their brethren. They are not able to extend the same to those who have offended them. Na wewe umesamehewa mambo mengi na bado unaendelea kusamehewa. Na kuna watu hapa umebeba kikwazo ya miaka 30. Unajua fulani, wakati nilikuwa mtoto, mimi sitawahi sahau, 30 years bado umebeba offense. Praise the name of the living God. Watu wengine katika family, vitu zilifanyika zamani, bado wamezikari forward. Wengine hata sio wewe ulifanyiwa, ni baba yako, ni babu yako, na bado umekari offense. Walitufanyia hivi, na hata haukuwa umezaliwa, na wewe unabeba yale mambo. I remember when I got saved, one of the burden that God gave me is to bring reconciliation in my family. The divisions, the bitterness, the unforgiveness. Na Mungu akaniambia, ignore all the barriers and boundaries. Vile hawa wanasema, hawa walitufanyia. Mungu akaniambia ni ignore all those things, na nijaribu kuleta the family together. Praise the name of the living God. I remember like one time my family ya upande wa baba yangu, kuna wakati tulikusanya watu kama 500, almost 4-5 generations. Na tukaomba ili Mungu aweze kutusaidia na kusameheana na kudili na mambo yale yamefanyika. Upande wa my shosho here,
najua tumekutana mara nyingi, ni vizuri kuwe na watu walio na mzigo wa kuleta hata reconciliation katika jamii, kuona jamii mahali zilikosana, mambo ya kitambo, mambo ya zamani. As a believer, you have a responsibility to bring forgiveness and reconciliation to your family. Praise the name of the living God. Finally, I would like to say that grace is both the desire and ability to do the will of God. And it is only, forgiveness is costly but worthy. It takes two to do it, you and Jesus. You cannot just do it alone. You need the help of the Holy Spirit. You need the grace of God. It is grace that gives you both the desire and the ability to do the will of God. Kuna wakati unaweza kujua, yes, mapenzi ya Mungu ni samehe, lakini neema inakosekana. Hauna ile ability. Yani unajaribu kuachilia, moyo unakataa kuachilia. Ninaomba siku ya leo, pokea neema ya kusamehe katika jina la Yesu. Because when you forgive, you set two people free and one is yourself. Wakati umekubali kusamehe, ni watu wawili unawaachilia, wewe ni mmoja wao. Kwa sababu hata wewe mwenyewe, kama vile tumeona katika huo mfano wa Yesu, nyinyi wote mko katika hiyo gereza ya kutosamehe. Praise the name of the living God. Lakini unapokubali kusamehe, you are not just setting free the other person, you are also setting yourself free in the mighty name of Jesus. I pray that from today, God is going to wipe away, praise the name of the living God, hallelujah, every form of bitterness in our hearts, in the mighty name of Jesus. That poison that comes through bitterness, may God wipe it away by His Holy Spirit from this altar, from this church, from every family. Those who are under my voice, let bitterness be washed away by the blood of Jesus. Na wakati mwingine unaweza kuwa na ile unafiki, ni kama jambo fulani liliisha, lakini mkikutana na mtu huyo, ndio unakuta ya kwamba kuna kitu ndani yako, because bitterness is a root. Ndani yako unasikia, huyu mtu alinifanyia, huyu mtu mimi siwezi kumpenda kama vile nilikuwa ninampenda zamani. Unasikia bado kile kikwazo kiko. I want to tell you, it takes two to forgive you and Jesus. Jesus can help you to be able to forgive the unforgivable. Hata wale walikujeruhi, walikuumiza, walichukua pesa yako, they did little things to you, ninaomba uwasamehe. Wale ni kwa sababu ya perception. Those even who added insult to injury, pengine walikupatana na wewe kama umejeruhiwa, na wao wakakujeruhi zaidi, naomba uwasamehe. The way people react, hata wakati, unaweza pita mtu kanyange kidole kidogo, and the same thing unaweza kanyanga mwingine, but vile hawa watu wawili watareact ni tofauti. Mmoja anakuambia tafadhali unanikanyanga, unapomwambia sorry, don't mind, ninajua hauko unaona, enda ukae chini. Lakini ukanyange mwingine, hata wakati unaomba msamaha, yani hauna macho, yani badala ya ukanyange sakafu, umeona mimi ndio sakafu sasa, utembelee juu yangu, yani umeona miguu yangu ndio rami, yani unaona huyu mtu ni kama soda ya Coca-Cola imefunguliwa. Hivyo sheto, yani soda ya Coca-Cola imefanywa hivi rafina, yani ile maneno anarusha. Huyo mtu shida yake sio vile umemkanyanga. Huyo mtu mambo yake inatoka mbali, amekapitia yenyewe, lakini ameshindwa kuachilia. Mtu ambaye amewachilia hananga shida sana hata wakati jambo limefanyika. Lakini mtu kama ukimkanyanga, yani anasema unanidharau kama fulani, na huyo mtu unaambiwa unamdharau kama yeye, wewe hata hamjuani, kumbe anaongea juu ya bwana yake waliachana, ni kama ulikuwako na anakuambia unamdharau kama yeye. Uranyonia madharau maladoni unajoroge, unanionyesha ile madharau nilionyeshwa na Joroge, na wewe haujui Joroge nina. Lakini kwa sababu hiyo mambo ameibeba, akipata mahali pa kuiachilia. And I can tell you, some of the things you see people speaking, especially tusiingie katika mitego ya wanasiasa. Wengine hata ukiona wanaongea mambo, wengine ni kwa sababu ya
bitterness, wengine wako na uchungu, wengine walifanyiana mambo, wengine kuna chuki ya kitambo, wengine pengine walirushana hata katika madili. Na kwa hivyo ukiona watu wakiongea, usiingie katika mtego wa yale wanaongea. Usikubali. Biblia inasema ya kwamba kama vile, praise the name of the living God, ulimi unaonja chakula. Maybe media can give me that verse. Kama vile ulimi unaonja chakula, hivyo ndivyo masikio yanapaswa kuonja maneno. There is a way you can taste the words of a person, na useme ya kwamba huyu mtu, these are words of a bitter person, and I refuse that he is not going to spill this poison into my heart. Praise the name of the living God. Lazima uwe na hiyo taste ya maneno. Mtu kwa sababu amekwazika, yani ametoa, na kwa sababu Mungu hakumbariki, na pengine Mungu ako na issues na yeye. Because the Bible says even when we are chastised, when we are disciplined by God, we are not supposed to be bitter. Because even our fathers, they disciplined us. So when we come to God, sometimes God can withhold a blessing from you as a way of discipline, as a way of allowing you to be patient in making. Lakini unataka kuwa na uchungu na kuambia wengine wasitoe kwa sababu wewe ulitoa na hukufanikiwa. Job 34 verse 3 is a father. Inasema, for the ear taste words as a tongue tastes food. So that means the same way unaweza kutaste. Ni nani hapa unaweza patiwa chakula umefunga macho, uonje chakula ushindwe ni chakula gani? Si hata ukifunga macho upatiwe chapati utajua ni chapati, upatiwe viazi utajua ni viazi. Kwa sababu gani? Hata bila kuona taste inafanya kazi. Hivyo una taste chakula. Biblia inasema ya kwamba the same way taste words, because some words are very distasteful. Zinatoka kisima ambacho kimerogwa na uchungu. Na Yakobo anatuambia namna gani? The book of James says, kisima chemichemi moja haiwezi toa maji masafi na maji machungu. Haiwezi toa maji ya chumvi na itoe maji masafi. That means kisima chako kikirogwa na uchungu, utakuwa unatoa maji ama maneno ambayo yako na distaste, yako na uchungu. Hata wakati watu wako mahali wanaongea juu ya kutumikia Mungu ama juu ya kanisa, ile maneno wewe utaangusha hapo itafanya watu wa think twice kutumikia Mungu. Na ni wewe tu ulikuwa unatumikia Mungu. Watu wakiongea juu ya kutoa pesa kanisani, ile maneno utaangusha hapo, itafanya watu wafikirie, praise the name of the living God, kutoa sio bibiliko hata kidogo, lakini kwa sababu wewe umejawa na uchungu. James 3:11 inasema, does a spring send forth fresh water and bitter water from the same opening? Does a spring, ni swali anauliza. Can a fig tree, verse 12 anauliza maswali. Can a fig tree, my brethren, bear olives, or grapevine bear figs? Thus no spring yields both salt water and fresh water. Praise the name. Kisima hakiwezi kutoa maji masafi na maji machungu. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao kisima chao kinatoa maji ambao ni machungu. Na kama vile tuko na testi ya maji, hata ukienda pale unue maji, kuna maji unaonja unasikia hiyo testi yake. Ni vizuri mtu akiongea sometimes unaonja. Bwana asifiwe sana. Watu wengine hata vile tuko kwa family tukiongea, unaweza kuta mtu ana comment juu ya hali fulani, lakini ameunganisha mambo ya miaka 30 iliyoisha. Anaongea ile hali kidogo na uchungu wa miaka mingi, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ameyabeba. Wapendwa, kama tunataka revival, Mungu atusaidie kuondoa uchungu. Kama tunataka kuzidi kubarikiwa kama kanisa, Mungu atusaidie kuondoa uchungu. Uchungu uondoke. Niko hapa nikwambie, uchungu huwa unapinga nguvu za Mungu kuliko ulevi, hata kuliko pornography. Na mtu ambaye ako na bitterness, ako na possibility ya kupatwa na magonjwa tofauti. Because kuna magonjwa ambayo yanakuaffect kwa sababu your emotional life.
na yanaweza kuadhiri afya yako, hata ukienda kwa hospitali ukose kusaidika. Wacha siku ya leo iwe ni siku ya kusamehe. Kusamehe kwa jamii, samehe kwa kanisa. Watu wale huletea mtu uchungu, sio watu walio mbali, ni watu ambao wako karibu. Nani huyo amekuwa karibu na yeye wewe na akakuweka uchungu? Kubali kumsamehe. Hata wewe umesamehewa deni kubwa, samehe hiyo deni kidogo. Sio kutaka tu Mungu akuhurumie na ikifika wengine unawashika koo. Siku ya leo usishike mtu koo, muachilie. Praise the name of the living God. Na ukimwachilia utajua umeachilia watu wawili, umemwachilia yeye na pia hata wewe umeachiliwa. Praise the name of the living God. Kuna dada moja alikuwa anafanya harusi, and it was very unfortunate. Wakati alikuwa anafanya harusi, yule ndugu akadecide ya kwamba nimeamua sitaoa huyu dada. Na kwa hivyo dada amevaa nguo nyeupe, ako pale, ndugu anapigiwa simu, ako mteja, na baadaye hakuja. Ule dada kuanzia wakati ule alikuwa ni dada Mungu alikuwa amembariki, akasema saa isimamishwe kwa nyumba yake, iwe ukumbusho siku hiyo kile alifanyiwa. Hakujua kusimamisha saa, ni maisha yake anasimamisha. Akaingiwa na uchungu mwingi, hakutaka hata kukaa na mtu kwa nyumba. But as the time went, kukawa na msichana mmoja alimchukua na wakaanza kukaa na yeye. But the worst happened. Ile bitterness alikuweka ndani ya huyo mtoto juu ya wanaume, aliweka uchungu ya kwamba hata ule msichana mdogo walikuja kukaa na yeye hakuwahi taka kuolewa, kwa sababu huyu alimweka uchungu ya kwamba wanaume ni wabaya. Arume ni nyamu, wanaume ni wanya. Na ndio niliona nisiwatetee kwanza kwa hii ibada. Praise the name of the living God. Tuongee mambo ya bitterness, ndio tuwasamehe, ndio next week tuweze kuwaombea. Kuna dada amewekwa uchungu hapa na mwanaume. Wako Malaysia. Kuna mtu amewekwa uchungu na mwanaume. Please, kwa niaba ya wanaume wote niko hapa kuomba msamaha. Mtusamehe, wadada mtusamehe. Kule tumewaweka uchungu katika jina la Yesu, kwa sababu ukibeba bitterness haitakusaidia. Simama na miguu yako tukaweze kumwomba. This is a message that I want you to practice it in your life. I believe you have been taking audit inventory. The Bible says fill my heart with good things. Sijui ni mambo gani yamejaa katika moyo wako. Mwambie Bwana, take an inventory by the Holy Spirit. Moyo uko na ugonjwa wa kuficha na moyo ni mdanganyifu. Pengine wewe unasema mimi niko sawa, sina shida na mtu. But Biblia inasema moyo ni mdanganyifu. Nani aujuae moyo? Ni Mungu anachunguza moyo. Inua mikono yako, mwambie Bwana, search my heart today by the help of your Holy Spirit. Your word is a mirror. I stand before the word. Help me to see myself. The entrance to your word bringeth the right and understanding the simple. Mwambie Bwana nisaidie. Wengine Roho wa Mungu atawarudisha nyuma katika utoto wenu. Wengine Roho wa Mungu atawarudisha nyuma mahali ulikuwa unafanya kazi, kanisa ulilotoka. Wengine Roho wa Mungu atakusaidia kuona mambo ulikuwa una ignore, kumbe mambo yale ni kizuizi kikubwa katika jina la Yesu. Kumbe chemichemi yako imechafuliwa, kumbe unataka upako na nguvu za Mungu, lakini Mungu anashindwa. Huyu nitaweka mafuta yangu katika mchafu. Siwezi weka mafuta katika uchafu. Hiki kisima kimechafuka, hiki kisima kimechafuka. Oh my God, chemichemi yako siku ya leo wacha ikasafishwe, wacha ikasafishwe. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie kusamehe. Mwambie Yesu, it takes me and you to forgive. Reka baganda bashanda. Can you speak to God? Wengine ni Mungu amewakwaza kwa sababu hakuja wakati ulikuwa unatarajia. Wengine ni kwa sababu ulitumainia baada ya kuomba, baada
baada ya kutoa, baada ya kutumika, Mungu atakubariki haraka. Wakati alichelewa, ukasikia uchungu, ukaanza kupigana na kutoa, ukaanza kupigana na maombi, ukaanza kupigana hata na watu kuja kanisa. Sasa kazi yako wewe ni kutoa wengine mahali pao pa kazi. Kazi yako ni kutoa wengine mahali pao pa mwito. Mambo yale ulikuwa unaombea, sasa unapigana nayo kwa maombi. Wale uliitwa uwaombee, sasa ni kuwapinga. Oh my God, because bitterness has become part of your life. In the mighty name of Jesus, will you not let go and let God? Ninataka kila moja usiondoke kwa hii topic. Usiseme mimi sina shida. Hapana. Bitter people are defensive. Unaweza kuweka defensive mechanism ya kwamba sina shida. Mwambie Lord, search my heart. Wewe ni mwanadamu, usijifanye malaika. Yesu alijua ya kwamba mambo yanayowakwaza wanadamu lazima hayana budi kuja, na wewe ni mwanadamu. Wewe Mungu alijua you are vulnerable. Rekabaganda shata maganda to offenses. Rekabaganda, wengine umejeruhiwa kwa jamii, wengine ni katika nyumba ya Bwana, wengine ni mahali pako pa kazi. Shata raba, uchungu umejaa. Reka maganda, hautaki kuona watu wanamtumikia Mungu. Shatarabaganda, because you miss the grace. Si hata Kaini aliambiwa Kaini, kwa nini umuue ndugu yako? Sasa kwa nini umeingiwa na uchungu? Because baada ya hasira ni uchungu. Akaambiwa Kaini, si hata wewe ukifanya kile kinakubalika utakubaliwa. Oh my God. Shatarabaganda, lakini Kaini hakusikia. Akaambiwa dhambi iko katika mlango wako. Hakusikia. Shatarabaganda, pengine kuna watu hata siku ya leo hawatasikia. Hata siku ya leo watafanya mioyo yao migumu. Wanasikiza lakini wanasema sio leo. Wanasikiza wanasema sio mimi. Wanasikiza lakini wanasema hapana, mimi siwezi rudia kumtumikia Mungu. Mimi siwezi rudia kutoa. Mimi siwezi rudia maombi. Mungu amenikwaza. Oh my God. Oh my God, intercede for your heart. Oh my God, hiyo ni chemichemi. Toa hizo nguruwe. Nilikupatia mfano wa nguruwe zilizoharibu chemichemi. Kijiji watu wakaanza kufa. Mambo yako yamesimama. Shatarabaganda, get out of those pigs in the name of Jesus. Toa hao nguruwe katika chemichemi yako. Watoe siku ya leo, wanaharibu chemichemi. Oh my God, watoe hao nguruwe. Shatarabaganda, nini ilifanyika? Nini ilikukwaza? Nini ilikuumiza? Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Wengine ukiachilia, uwepo wa Mungu utashuka juu yako. Wengine kwa kuachilia bitterness, your container will be empty and you'll be ready to receive good things. God is going to fill you with good things. Wacha kujaza moyo wako na uchungu, na hasira, na self pity, na resentment. Ondoa container yako. Anza kuchambua na useme wewe, you don't belong here. Wewe resentment, you don't belong here. Wewe unforgiveness, you don't belong here. Wewe criticism, oh, you criticize because of what you have gone through. You criticize marriage because of what you have gone through in marriage. You criticize ministry. Oh my God, get out of your container. Criticism, judgmental spirit. Rekabaganda basata, rekabaganda bashata baganda, rekabaganda. Wengine mkiondoa uchungu, kuna maroho itaenda, maroho ya kukufinyilia. Oh my God. Oh my God, kuna maroho hufuata bitterness. Maroho ikiona uko na bitterness, inapata mahali pa kukaa, inapata mahali pa kukutesa. Oh my God, the Bible says do not give the enemy a foothold. Wacha kumpatia adui nafasi. Ni wewe umemfungulia mlango, ni wewe umempatia nafasi. Sema nimekataa siku ya leo. Adui hauna nafasi, hauna nafasi ndani ya moyo wangu.
The world is full of bitter people. The way people speak, the way people do things, killing even one another. Oh, you can see the bitterness in the world. The bitterness in the world today. Rekabaganda bashanda. Rekabaganda ribasata. Rekabaganda bashata. You can hear people speaking. Ufikiria wanaongea kawaida. Kumbe they are full of bitterness. Rekabaganda bashata. Rekabaganda. They are bitter with marriage. They are bitter with family. They are bitter with ministry. Oh my God. They are bitter with another tribe. Rekabaganda bashata. Rekabaganda rima. Rekabaganda bashata. Na wanafanya vitu kama Kaini. Wanapanga kuua. Wanapanga kuumiza kwa sababu ya uchungu. Oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Wapendwa, tuondoe bitterness kanisani. Kama tunataka revival, bitterness huzuilia nguvu za Mungu. Bitterness huzuilia Mungu atembelee watu. Oh my God. Kwa sababu watu walio na uchungu, bitterness hardens your heart. Rekabaganda. Hata wakati unajua neno la Mungu, hata wakati unajua Mungu anataka ufanye nini. Oh my God. Because grace is both the desire and the willingness to do the will of God. Neema hukupatia ile kutamani, na sio tu kutamani. Neema inakupatia uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu, wa kufanya mapenzi ya Mungu. Shata baganda. Mapenzi ya Mungu ni usamehe. Mapenzi ya Mungu ni uachilie. Koriba shata. Kuna watu wameondokea kazi ya Mungu, wameondoka nafasi zao. Wengine wananisikiza saa hizi, wako nyumbani, na ukiwauliza, wengine unaweza kuona kama wako na sababu nzuri, lakini ukienda kwa mizizi utagundua wako na uchungu. Wengine wako na uchungu na Mungu, wengine wako na uchungu na watu, wengine hata kile kilifanyika kanisani. It is only a perception. Kumbe mambo ilianzia kwa utoto na haijawahi kushughulikiwa. Wako na issues ambazo zilifanyika kwa utoto wao. Oh my God. They suffered rejection. Rekabaganda basata. Rekabaganda rima. Kuanzia utoto wao they went through pain. Shatabaganda. Walifikiria kanisani watakuja kupata suluhisho, jambo dogo likafanyika. Rekabaganda. Baadaye wakaona hata katika nyumba ya Bwana ni kana kwamba hakuna suluhisho. But you are the problem because you have bitterness. You are angry. Shata maganda. You are judgmental. You are fault finding. You are a critic. Rekabaganda basata. Rekabaganda. Can you allow the Holy Spirit to help you today to forgive and forget? Forgive and forget. Forgive and forget. Forgive and forget. Oh my God. Wakati tunasamehe hivyo, wakati tunawaachilia hivyo, kuna watu wanatoka kwa magereza, kuna watu wanapona physically, kuna watu wanapona spiritually, kuna watu wanatoka magereza ya madeni, magereza ya kifedha, kwa sababu bitterness imekosi ya kwamba hakuna kitu kinafanikiwa. Hata ukiweka bidii, hakuna kazi yako inaendelea vizuri, kwa sababu chemichemi yako inatoa uchungu unaoharibu kazi ya mikono yako. Shatarabaganda. Rekamaganda. Gifts are going to flourish. Rekamaganda riba. Shatarabaganda. Rekamaganda. Biblia inasema Yesu ni jiwe linalokwaza. Wengine wamekwazwa na Mungu mwenyewe. Rekabaganda. Waliona kama Mungu sio mwaminifu. Waliona kana kwamba njia za Mungu hazieleweki, zimekuwa ngumu. Badala ya unyenyekee na umwambie Bwana, bado niko na kiu, niko na haja na wewe, nisaidie, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Tusimame kwa sababu ya wakati tukaweze kuomba. Some of you, bitterness have made you to become sick. Imefungua mlango hata wa magonjwa. Oh my God. Oh my God. Bitterness imekunyima nguvu.
imetake away your creativity. Lakini sasa kuna uponyaji unawachiliwa katika nyumba ya Bwana. As you let go and let God, healing is coming your way. Oh my God, shaka baganda. When you forgive the other person, you set two people free. You set the person free, but you also set yourself free. You come out of prison. Kwa sababu mfano ule tumesoma, watu wale wawili walienda kwa gereza. Yule alipelekwa kwa sababu ya deni ya mwenzake, lakini hata yeye baadaye aliishia gerezani. Oh my God, shatarabaganda rekabaganda basetaba rekabaganda bashata mazeria. Oh my God, have mercy upon us, Lord. We are living in a world full of bitter people who have been offended. Oh God, and these people are also in the church. Sometimes they speak, we think it is wisdom, we think it is liberation, but it is not wisdom. It is not even a liberation they have. They are fault finding. They are full of bitterness. They criticize. Oh my God, because they are bitter people. Help us to test the word. Give our ears the ability to receive the discernment, the taste. Oh my God, so that we don't become victims. Na sisi visima vyetu vikachafuliwa, kwa sababu wengine walichafua visima vyao. Oh my God, wakaondolewa katika nafasi zao, na wangetaka watu ondoe pia. Oh my God, sijui ni nani ulisikiza, lakini wengine kwa kusikiza watu walio na uchungu, waliweka uchungu ndani yako, walikuondoa katika nafasi yako. Oh my God, oh my God, oh my God. Lakini uponyaji umekuja. Mungu amekuja kwa neema yake. Oh my God, hata wale umepitia real issues za maisha, watu walio take advantage. Oh my God, shatabaganda. Single mothers, ulipata mtoto na mwanaume aliyekwambia anakupenda, lakini baada ya kuwa na watoto amekuachilia, walk out of your life, amekuacha ukilea watoto. Hii ni hali ngumu, lakini hata kama ni ngumu, kwa nini uwe mfungwa wa uchungu? Wa uchungu. Ulipatia mtu pesa, ukafikiria huyu mtu ni ndugu, ni dada, hata kunyang'anya. Sasa ukimpigia simu anakuambia enda kule unajua. Oh my God, shatarabaganda. Anakuambia shatarabaganda, gakole halilia geda, nitakulipa wakati ninataka, sio wakati unanipigia hiyo masimu yako. Oh my God, sasa hiyo bitterness ita affect biashara yako pia. Usikubali ya kuroge. Huyu ni mtu ako na shida zake. Rekabaganda bashata. Usikubali ya roge kazi ya mikono yako. Shatarabaganda. Yesu akasema, mtu akikuitisha shati yako ya ndani, patia hata koti aende naye, muachilie. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Holy Spirit of the living God, release the healing, release the deliverance for those who are willing. In the name of Jesus, receive your freedom. 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 Kuna watu walipenda mahubiri kama haya, lakini siku ya leo akiona mhubiri hata kwa TV anazima. Ako na bitterness. Hata akikukuta unasikiza TV, oh my God, sharabaganda, anakukemea. Shatarabaganda, anashangaa unasikiza nini. Na haya ni mahubiri yalimbariki, lakini akaingiwa na uchungu. Oh my God, shatarabaganda ribaseta. Rekabaganda bashata baganda. Rekabaganda ribasata baganda. Shata rabaganda ribaseria baba. Tuponye na uchungu Bwana. Tuponye. Hata ule uchungu tumeuka na watu wale walituonyesha watu wengine ni wabaya. Oh my God, kumtumikia Mungu ni vibaya. Wengine wanatukosanyisha kikabila, wanatuonyesha hii kabila ni baya,
na ni wao wako na issue zao, ni wao wako na uchungu wao na hiyo kabila. Tunakataa kurogwa na uchungu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Shata rabaganda reka baganda, ili Bwana upate nafasi ya kutembelea. Ondoa uchungu. Naamini tuko na nafasi ya kuendelea kulifanyia hili neno kazi. Hata baada ya ibada. But if you are there and there is something you feel you need to surrender to God today, as a sign of obedience, inua mikono yako miwili. Sio kumaanisha wewe ni mbaya. Wakati mwingine hata ni mambo ilikupata, ni watu walikudhulumu, ni watu walikataa na pesa yako. Oh my God, just lift your hands wherever you are. Oh my God, the world is full of bitter people. Lakini kwa nini tukubalie bitterness ikuje kanisani? Oh my God, oh my God, inua mikono yako. Oh my God, this is how we respond to the word of God and we receive the blessing there, Lord. Nataka uombe ombi hili nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, nimepokea neno lako na nimekubali kuachilia na kusamehe wale wote walionikosea, wale wote walionidhulumu, wale wote ambao walihusika na uchungu katika maisha yangu, wale wamenifanya niingie katika uchungu wao pia. Bwana, ninakataa na ninawaachilia uchungu wa kila aina. Hata kule Mungu wangu, ni wewe nimeona ni kama umechelewa, dhabihu zangu hazikukubalika, nikawa na uchungu. Nisamehe Bwana, nisaidie kuanzia siku ya leo, nipokee uponyaji kutoka kwa Roho wako. Yesu, nisaidie kusamehe na uniweke huru, niondoe katika gereza la uchungu kuanzia siku ya leo. Asante Yesu kwa msamaha, kwa kuniweka huru. Pokea huo uhuru sasa katika jina la Yesu Kristo. Ondoka kwa hilo gereza, ondoka kwa hiyo shida, ondoka kwa hayo magonjwa. Oh, hizo nguvu za giza ambazo zinafuata uchungu ziondoke. Get out of their lives. Get out of their lives. Get out of their lives. Maroho ambayo hufuata bitterness, get out of their body. Get out of their spiritual lives. In the name of Jesus. 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 Kile hauwezi fanya na bidii yako, Roho Mtakatifu anaweza kufanya kwa dakika chache. Pokea uhuru, pokea uponyaji, pokea neema. Kuanzia siku ya leo sasa, endelea kumkaribia Bwana na kumwambia Bwana, oh God, search my heart. Ondoa kisima changu, anything that is not good, and fill me with good things. Good things shall fill my heart, and you shall renew my youth like the eagle. Wengine kwa kusamehe, kwa kuachilia mambo, maisha yako, afya yako itaanza kububujika upya na neema ya Bwana itakujaa. Father, I give you praise for this word. I pray that you may heal us as a church. Heal our nation from bitterness. Heal our leaders, our political class. Some of them are full of bitterness, and sometimes they spill out that venom, that poison to us, and we are also poisoned against another community, against another person. We pray, my Father, set our leaders free from bitterness. Set our nation free from bitterness. Set families from bitterness. Wengine hata wanapangiana mabaya, wengine hata wanapangiana vifo. Set families from bitterness, oh God. In the mighty name of Jesus, we rebuke the spirit of bitterness. The forces of bitterness and anger be broken in our nation, be broken in our families, be broken in the church. In the name of Jesus. Set us free and let your glory rise in the church. Chochote kingezuilia nguvu zako sasa, Bwana, tutembelee, tuonyeshe uso wako. We worship you, we praise you. In Jesus' name we pray.
Amen. Give the Lord a better clap offering of praise. Yesu amekuweka huru, tunaweza kaa chini na miguu yetu. Lakini tusiachie huo ujumbe hapo. Tuendelee kumwambia Mungu atusaidie, achunguze, aangalie. Nilipaswa kuharakisha ibada hii kwa sababu ya mambo kadhaa, lakini naona Mungu atatusaidia. So ningetaka tupatie nafasi wale ambao wangependa kuokoka. Ningeuliza kama uko pale na unasema Bwana nisaidie siku ya leo nikurejee. Wengine pengine ulikwazwa na Mungu, ulikwazwa na watu, na siku ya leo unataka kumrudia Yesu, ama ungependa kumpa Yesu kwa maisha yako kwa mara ya kwanza. Inua mkono wako juu. Inua juu mkono wako tafadhali. Hata uwe overflow, inua mkono wako juu.